Sasa mathalan tunapokuja kwenye somo la mandal, kama vile nilivyokuambia mwanzo kwamba mandal unaweza ukatumia kiumbe chochote kile kuweza kukiita na kikakupa maelekezo, lakini tu wewe unajua hicho kiumbe ufalme wake uko wapi na chenyewe kipo katika asili gani na tabia gani na kinaendana vipi wewe na mpangilio wa sayari zako kwa upande wako. So mfano kiumbe tutakachotaka kuita hapa ili kiweze kukuonyesha wewe maono, ikiwa unataka kumjua labda mwizi nani, ama ukiwa unataka kujua vitu vingine ambavyo labda hazina imekaa wapi, mali yako iliyopotea imeenda wapi na vitu vinginevyo, yani chochote kile ambacho unataka kujua. Hii sio katika elimu zile ambazo nilikuwa nakwambia kwamba unaita kiumbe kinakuja kukufanyia kitu, hapana. Hii ni katika kupewa habari, yani katika kujua. Mfano tunaweza tukamwangalia mtabibu ama mtu ambaye hana maono ya kiroho. Kwa hiyo moja kwa moja utakachofanya, utatakiwa ukae katika mazingira ambayo ni mazuri, ambayo ni masafi, lakini pia wewe mwenyewe uwe msafi na mwili wako uwe safi. Hii unaweza ukatumia wewe ama anaweza akatumia mtu mwingine, lakini pia zaidi hapo unaweza ukatumia kwa watu ambao ni wazee, ambao watu pia wenye hekima. Yani sio kila mzee kwamba unaweza kumpa amali hizi kufanya, hapana. Yani wewe unaweza kumtengenezea hii amali mzee akafanya na akaona. Pia mtu ambaye hana imani kabisa na haya mambo, ina maana unaweza ukamtumia naye akaweza kuona. Kama haitoshi, pia mtoto mdogo, kijana ambaye hajabale, lakini awe ni wa kiume, sio wa kike ambaye kavunja ungo, hapana. Yaani anatakiwa kuwa mtoto wa kiume. Lakini pia mtu mzima ambaye ni mwenye busara na watu wengine. Vijana na wengineo ambao ni watu ambao yani wanapilika nyingi, inaweza ikawawia kwa mtihani. Unless siku 3 nyuma wawe hawajala nyama wala hawajakutana kimwili na yoyote, either awe ni mke wake ama mtu yoyote, ndio anaweza kuona. Sasa bila kuchelewa, utakachotakiwa kufanya, utachukua karatasi kama hii. Mahitaji utatakiwa upate kipande cha karatasi, lakini pia utatakiwa uweze kupata mafuta ambayo ni mafuta ya zaituni, yanakuwa yanafaa zaidi. Sasa utakachotakiwa kufanya, ukishachukua kipande cha karatasi kama hii, kwanza kabisa utachukua hicho kipande cha karatasi alafu utakipitisha kwenye moto. Umeelewa? Baada ya hapo utakiweka sehemu kama hii ambayo unataka kufanya nini? Kuanzia hii amali yako. Sasa punde unapokuwa umeshika kitu kama hichi na unataka kuanza kufanya, basi mara nyingi wao wanahudhuria viumbe ambao ni wa upande wa kiroho. Ima wanaweza wakawa shakura, ima wanaweza kuwa kafura, aidha wameshukuru ama wamekufuru. Sasa ili wewe kuweza kuspecify ili zoezi lako ni la nini, utaanza kwa kumtaja Mwenyezi Mungu kwamba najikinga kwake, ambaye ni mtukufu, Mola mtawala wa viumbe vyote. Aidha wewe ni Muislamu au ni Mkristo, unaweza ukatumia lugha hiyo. Baada ya hapo utatakiwa kabisa wewe umeshaangalia vitu vifuatavyo ambavyo ni mahitaji. Cha kwanza huwa tunaangalia ni siku unayotakiwa kufanya ni siku gani, sawa? Cha pili huwa tunaangalia ni saa unayotakiwa kufanya ni saa gani. Wewe mwenyewe ni mtu unayefanya ni mtu wa aina gani, umeelewa? Pia tunakuja kwenye mavazi unafanya ukiwa na mavazi gani. Baada ya hapo tunaangalia diet ulionayo mwilini ni diet ya aina gani. Kwa hivyo hivi ni vitu ambavyo nimesha kufundisha awali kuvizingatia. Baada ya hapo kisha uzingatia hivi, maana yake unatakiwa ukae kwenye eneo ambalo ni safi, umefahamu? Tunazingatia eneo. Baada ya hapo tunakuja kuzingatia kitu kingine ambacho tunasema siku hii ambao unafanya hii amali unatakiwa usiwe katika shari na mtu yoyote yule. Umeelewa? Baada ya hapo ukizingatia mambo mengi na sheria zingine na taratibu za mtu mwenye kufanya amali za kiroho ziko nyingi, nilisha kufundisha nyuma, lakini hapa tunaendelea kwenye mandal. Huu ndio mwanzo wako wa kwanza wa kuweza kufanya nini? Kuona. Sasa mathalan mfano unataka kabla ya kuanza chochote, nimekwambia awali, utatakiwa ukae utumie yale majina ambayo nilikwambia ni majina ya malaika, ambayo majina haya Mwenyezi Mungu alitumia katika kuomba malaika wanaotawala siku ya Jumamosi pamoja na sayari ya Zohari. Majina haya ni majina ya Mwenyezi Mungu, lakini katika utajo tofauti. Nafikiri unakumbuka nilikwambia kuna utakaposema a'udhu billahi minashaitanir rajim, ya Maskas, ya Khalika, ya Baru, ya Luta, ya Sahyal, ya Hubal, ya Luhaim, ya Nuhim na kuendelea mpaka yote 20. Unakumbuka? Ndio mwalimu. Basi utakapokuwa umeyataja hayo majina, utasema kwamba amani huwa inawafuata wale wenye mwongozo. Baada ya hapo utaanza kusema sasa kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Kisha baada ya kusema hivyo utachukua kama vile nilivyokuelekeza awali kwamba utaanza kwa kuandika hivi. Utaandika kaulu, sawa? Ndio mwalimu. Kisha utasema
alhaqu utaifuatisha hivi, kisha utasema wallahu, kisha utamalizia kwa kuandika almulk. Almulk. Umefahamu? Ndio mwalimu. Unakumbuka huu wakfu niliwahi kukufundisha nyuma kabla. Yeah. Baada ya hapo utarudi huku ambako uliandika kaulu, utakata kuanzia hapa, utaleta huku, utakata from right to the left. Umeelewa? Alafu huku utatoa kutokea chini kuleta juu. Hizi kodi nilisha kufundisha awali kwamba kuna za kubanish ambazo ni za kufukuza na za kufungua. Baada ya hapo utatakiwa uandike hapa be kama ile wakfu ya Zohali huwa ni batwad, kisha utamalizia za haj na mwisho utasema wao alif he, yani wa hili ni jina batwad za haji wa umeelewa? Kisha baada ya hapo utaanza kuwataja malaika. Hapa juu utamwandika Jibril, umeelewa? Ndio. Alafu baada ya hapo utakuja kumtaja, utawataja kulingana na maeneo yao. Utakuja Mikail, wale wa Kristo hii huwa wanatumia kama vile kuandika Gabriel, Michael, alafu Azrael, yani hapa ni Israel. Ndio. Kisha baada ya hapo utakuja kuandika Israfil. Hata wengine ambao nitakawapelekea hii video YouTube, kuna watu ambao wana idea na hichi nilichokiandika hapa. Huwa tunaita wakfu wa Zohali, yani batwad za haji wa umeelewa? Ndio. Pindipo utakapouandika huu wakfu, sawa, unakuwa tayari umesha weka utawala wa Zohali mbele yako. Zohali nimekwambia ni sayari ambayo inahusika na mambo ambayo ni ya upande wa giza, na ni sayari huwa ya shari kwa watu wengi, lakini wengine huwa hawajui kwamba kuna mambo ambayo inaweza ikakusaidia hii sayari kuweza kuangalia. Sasa ukitakapohakikisha hivi vitu umevizingatia, ina maana utakapokuwa na wakfu wako huu utauchukua kisha utaweka mkononi. Utakapoweka hivi mkononi, edha ni kwako ama kwa mtu unayetaka aone, utamwagia hapa mafuta. Umeelewa? Utaweka katika hali hii mafuta hapa, yatakaa hivi, kisha huyo mtu utamsogezea katika uso wake ili aweze kuangalia. Baada ya kumsogezea pale na ukiweka mafuta, hayo mafuta yanatakiwa kuwa zaituni kama nilivyokuambia awali. Utaanza kusoma utajo ambao ni wa kuita nini? Roho tofauti tofauti ziweze kukuijia hapo. Tunaita roho tofauti tofauti kwa nini? Kwa sababu tunataka mmoja kati ya hizo roho aweze kuwa ni mjumbe wa kwenda kumuita huyu tunayemtaka. Kwa hivyo ujumbe tutakaotumia ama amali tutakayotumia katika kutaja, tutatumia majina ya nini? Ya Barahati. Umeelewa? Ismu Barahatia. Sasa utaanza, mfano ndio umeshika hii karatasi, kama ni wewe mwenyewe ama kuna mtu unayemfanyia, hakikisha misingi yote niliyokuambia uko nao sawa na umeenda nao sawa. Baada ya hapo utaanza kusoma Barahatia. Utasoma kwa mtindo ama kwa kauli za awali. Nilikwambia kuna kauli ama utajo zaidi ya 4 za Barahatia, lakini utakaotumia hapa sasa, kwa sababu hii amali ya Zohali huwa inaenda kwa Barahatia, kariri, tatlia. Sio kama ile ya awali nilipokuwa nakufundisha kwamba Barahatihin, karirin, tatlihin. Hapana, hii hauweki zile hin. Hii unaweka Barahatia jinsi alivyo, kariri, tatlia, tauran, mazjal, bazyal na kuendelea. Unaelewa? Pia hii mwishoni hutakiwi kuweka bihaki kahiji ya rotashi, yani kumalizia ule utajo hutakiwi kuweka, utaishia hapo hapo. Ndipo utakapoishia hapo hapo utatakiwa usome kwa mtindo wa kupeleka ulimi wako haraka haraka. Barahatia, kariri, tatlia, turan, mazyal, bazyal, tarkab. Huko una tasbih yako unasoma mara 45. Ndipo utakapomaliza mara 45, hayo majina yote ni majina 28 kama nilivyokuambia awali. Utakapomaliza kuyasoma majina hayo, utaanza kuyasoma kwa mtindo wa polepole sasa. Yani Barahatia, kariri, tatlia, turan, mazyal, bazyal, tarkab. Umeelewa? Mpaka utakapofika mwisho wake. Ndipo utakapofika mwisho wake, maana yake utaanza kusema kwamba
innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim, imetoka kwa Sulaiman nayo ni bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Allah ta'ala alayhi wa tuni muslimin, kama nilivyokuelekeza mwanzo jinsi ya kukomandi viumbe. Kisha utasema popote pale mlipo, aina matakunu yatibikumullahu jamian inna Allaha ala kulli shay'in qadir, Mwenyezi Mungu atakusanya na atawaleta. Sasa jinsi utakavyozidi kuitaja hiyo aya, utaanza kusikia mapigo ya moyo yanaenda mbio na kichwa kinaleta hali kama ya kugonga. Utakapokuwa unasikia hivyo, utatakiwa uanze kusoma salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim, mpaka usikie kuna hali ya utulivu ama ubaridi katika eneo hilo. Ina maana utakuwa umetofautisha pumba na nini na mchele. Ina maana utakuwa umetofautisha baina wale walioshukuru na waliokufuru. Kisha baada ya hapo utaanza kusema, umeelewa? Ndio. Utaanza kusema kwamba yani utaanza kutaja ile karaa ya mwisho ya Barhatia kama dua yake. Utasema tawakalu ya khudamu dawati barhatihi, yani nyewe watumishi wa dua ya Barhati, bihaki hadhihi sar wa haki, yani kwa haki ya sai, wa bihaki malik Abdullah, kwa haki ya malaika Abdullah, wa bihaki maituturunu, na mtaja malaika ambaye yuko baina ya majini na nani na malaika wengine, ambaye ni mkubwa, ambaye kapewa linki ya kufanya hizi, yani ya kusimamia haya yote mambo ya majini na malaika. Kisha utasema ajibu ya utaanza kuwataja wale wafalme wa siku saba kama nilivyokufundisha awali. Utamwanzia madhhabu, utakuja Abyad, utakuja Ahmar, utakuja Burkan, utakuja Shamhurushi, Zauba pamoja na nani na Maimuna. Sawa. Kisha baada ya hapo utasema ajibu, yani utaambia mnijibu kwa haki ya Jibril, ambao utakuwa unataja sasa kwenye hii wakfu umeandika nini. Ndio. Mtanijibu kwa haki. Kwanza utasema mtanijibu kwa haki, huku utakuwa umeshamaliza kumtaja Mwenyezi Mungu nyuma. Kwa hiyo utaendelea, mtanijibu kwa haki ya Jibril, Mikail, Israfil na Israel. Umeelewa? Kisha baada ya hapo utasema qaulul haq wallahu almulk. Moja kwa moja utamalizia kwa kusema in kanat illa sayhatan wahidatan, ila niliyokufundisha. Umeelewa? Ndio mwalimu. Baada ya hapo utakachofanya, utaona hii karatasi pamoja na hayo mafuta yameanza kufanya nini, kama kucheza. Utaendelea kusoma mpaka pale utakapoona yale mafuta sio tena yana rangi ya mafuta, yatakuwa na rangi ambayo ni tofauti. Utaendelea kusoma mpaka pale utakapoanza kuona kuna picha inajichora kama ya kivuli na kama ya mtu ambaye ni mweusi, mithili ya mtu ambaye ni mtumwa. Umeelewa? Ndio. Atatokea hapa na kisha atakuangalia wewe imani yako imekaaje. Lau kama hili zoezi ulikuwa unalianza mwanzo mpaka hapa ulipofikia kwa lugha ya Kiarabu, atatokea atakwambia salamu ambayo itakuwa imekaa katika mtindo wa Kiswahili wa Kiarabu, kwamba salam alaikum, amani iwe juu yako. Na kama wewe sio Muislamu labda ama una dini yako nyingine, atakwambia salamu, yani akiwa anamaanisha amani. Na kama toka mwanzo umeanza hili zoezi mpaka unapofikia hapa, labda hizi zote ungekuwa umebadilisha, sasa umeandika zote kwa mtindo wa lugha ya Kiswahili ama Kiingereza, ina maana atakapotokea atakwambia amani iwe na nani nawe. Unaelewa? Kwa salamu ya amani kabisa. Baada ya hapo ukishaona kafanya hivyo, utakachotakiwa kufanya sasa, utafunga hii karatasi akishasema hivyo. Kisha baada ya hapo utafungua. Ukifungua utamkuta kavaa nguo ambayo ni nyeupe. Mengine yote yanayoendelea hapa utatakiwa wewe uweze ku-experience, kwa sababu hicho nimekupa cha awali. Mtu mwingine anaweza kusema labda you are creating psychology fact ambazo zinaweza zikamfanya mtu aweze kuona. Baada ya hapo utaanza kufanya naye conversation na atakuuliza unataka nini. Utamwambia nataka kujua habari labda za mtu aliye mbali, nataka kujua habari ya fulani ama jambo lingine lolote lile, atakwambia na atakueleza. Baada ya hapo utakachofanya baada ya kumaliza hili swala, utachukua ile karatasi hivyo hivyo ikiwa na mafuta yako, utaifunika chini, alafu utaikandamiza hivi. Baada ya hapo utaanza kusema bakhbakh bisalam, bakhbakh bisalam, yani rudi kwa amani. Hilo ni jina la Mwenyezi Mungu, lakini likiwa na maana nyingi sana, mojawapo ikiwa ni rudi. Umefahamu? Ambalo lipo kwenye hayo majina ambayo nilikuwa nimekwambia ya Zohari, ambayo mwisho wake huwa anaita bakhbakh sama ya mwisho. Unaacha yote unasema bakhbakh bisalam. Umeelewa? Unataja kwa sababu unakuwa umemuita yeye katika upande wa Zohari, kwa hivyo unamrudisha kufuata misingi ile ile uliyomuitia. Kitu kingine cha muhimu sana na cha mwisho ambacho ulitakiwa kuzingatia kwenye mazoezi yote ni eneo. Eneo ni jambo la muhimu sana, eneo ambalo tunazungumzia hapa, eneo la uelekeo. Umeelewa? Lazima uwe
una uelekeo unaofuata. Ukijumlisha haya, ukijumlisha na masomo mengine ya awali ambayo nimesha kufundisha, basi hata hii haitakuwa ngumu kama ile uliokuwa unatumia katika kuita nahwil. Nahwil uliona matokeo yake, si ndio? Ndio mwalimu. Basi na hii hapana shaka utaona matokeo yake. Mwenyezi Mungu akujalie na kuongoze. Inshallah kipande hichi pia nitakiweka YouTube kwa sababu kuna watu pia wanafanya hizi shughuli na wanafahamu haya mambo. Itakuwa nimeongezea pia maarifa. Unaelewa? Ndio. All in all unatakiwa uamini hakuna kinachofanyika hapa isipokuwa kwa idhini ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo jitahidi sana kila amali unayoifanya, na mwisho wa siku usije kuwa una kiburi katika dunia, kwa maana sote tutaishia kurudi kwake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ile ni la muhimu sana, na haya yote unatakiwa uyazingatie ili hili zoezi lisije likaenda tofauti na vile unavyotakiwa kulifanya. Unifahamu? Sawa mwalimu. Yalla inshallah. Okay, inshallah.